Kanya Kohoro TV kaihurika oma tururagia tugatheria na gukuihurira nyungu ya ndeto cararuku tutekwiinirira kana guthiora. Kanya Kohoro TV furufuru ya unduire na mitugo ti cia micii amu iragwo ni ndogo. Bururi ni witu ithuothe, cia wendo nacio ni ingi tutaunagira rukobe, naguo rimi tukariria na kinyi amu niguo munyiginyigi wa bururi. No hakinya ni ikenori tukoiga maisha no maya, oru no kwianaga. Tulikuwa na kasichana kengine kenye kalikuwa class 8 hapo yeye. Sasa mimi the process inajaribu kuwasha, nikamwambia leo tutapikia hapa. Kuwasha, mimi hata sijui venye kulienda, nilishtukia nimekuwa moto, nikasikia kitu inaniangukia na maji, inakaa maji. Kumbe hiyo gas iki-explode, before iwake hiyo moto, ikirudi chini na rudingi kama maji moto. Sasa huyo amewasha jiko kando. Sasa na mimi nikajaribu kuwasha ile gas na ziko pamoja, kumbe isha eat. Gas isha kuwa moto. Sasa nikaanza kutoka usaa. Inamwagika. Alafu sasa madudu zikaanza kutoka hizi. Inatoka wapi? Si kwa mwili. Hadi unaona shimo penye inatoka. Hebu tupeleke pole pole. Ulikuwa umechomeka wapi hasa? Nilichomeka huku tumbo yote. Mapanja na hii mkono ilikuwa imechomeka. I thank God venye I thank maybe ni Mungu. Huyo mzee akaingia tu hadi kwa room akaniangalia. Nao wazee wa kitambo au wa kutafuta miti shamba nini. Sasa alikuwa anatafuta tu hizo miti shamba zake. Ndio akamwambia, "Ebu mjaribu mchukue mtafute mtu akwa anatafuta hizo squirrel." Akamwambia watafute hizo squirrel. Huku kwa bush. Hizo zenye zinakulanga mahindi kwa shamba. Squirrel kikwetu acha niwaambie inaitwa gaturu. Gaturu squirrel. Kikwenu inaitwa aje? Engu. Haya, tuendelee. So wakakuwa wanatafuta. Sasa wakaanza kutafuta. At first huyo shosha alishangaa, aje sasa. Akawaambia mkipata mniite, mimi nitawaeleza venye natumika kama dawa. So mimi nikapelekwa Eldoret, nikapelekwa shule huko. Kufika Eldoret nirudishwa hadi class 1. Oh my God. Nikasomea Hill School, unaisikia? Hill School. Yes. Nilipelekwa hadi class 1. Guy. Imagine umeshakuwa chini umekoma. Umefika at your adolescent stage, unapelekwa class 1. Uko na matiti. Why did they do that? Unajua hiyo shule wenye walinifanyisha interview walisema hapana. Huyu hawezi kitu kabisa, lazima arudishwe nyuma ndio mkitaka asome. Kuna neighbor akawauliza, "Mbona mzike shosho na Benta mwenye alikuwa anamlea yuko?" Imagine kuna wakati shosho wangenunua pampers, mimi ninakata vitambaa hizi bed sheets na mfunga nazo. Sasa hadi niko machua najua bed sheet inaweza work. Unafua? Ninafua, ninaanika, natengeneza nyumba hadi mtu azijua kama hii nyumba kuna mtoto hapa, nadhani mtu mkubwa anaishi na huyo shosho. Kaunti ya Kiambu no thumbi na ruhuho ni turairie mwaki na tutianangite. Twi kundu gwetagwo Ashaki Gardens guku ni mwena wa Ruiru kaunti-ini ya Kiambu ta uguo ndakwira. Cemania na nie Wambui Kanya Uhoro ngikuhe ndeto cararuku na makiria muno muthi ndina mugeni wa mwanya ni agukorwa agituhe ritwa riake na nigetha tuthikiririe rugano rwake. Ngwiraga ndeto ingi ni iregaga mitheko na tukoragwo tukiaria ndeto na tugakuhe we mwiroreri nigetha iguteithie na muno makiria ikuhe ugitiri, ni tondu ungikanathie hihi handu uigue hena kaundu hihi gataroka wega ni ubati gukorwo na thamiri kana na kaugi ga kumenya kuruga undu ucio. Uguo tuguthikiriria mugeni witu wa muthenya wa umuthi nigetha tuthikiririe rugano rwake na ndukariganirwo. Ngwihoyaga hindi ciothe ugathie na mbere na gutunyitirira na njira ya ku like na gu subscribe, na ni tondu tukinyite haha ni undu waku we mwiroreri wa Kanya Uhoro TV. Reka tuthikiririe mugeni witu sasa. Vipi? Mimi naomba kitu moja. Labda uambie watazamaji wetu jina lako, full names, kwenye umezaliwa na sasa tuko hapa. Kwa majina naitwa Benta Mukeira. Nimezaliwa Kisii, Nyamira County.
Labda tuelezee kidogo kuhusu your background, kuhusu wazazi, mahali umelelewa. Okay. Mimi babangu alikufa 1998 kufikia chuo tu. Mamangu alikuwa Mluya akaenda. So mimi nikabaki na shosho yangu kwa mikono ya shosho. Na shosho akanipeana kwa sistake mwingine. Vile naelewa story yako, you are a total orphan. Yeah. Oh, hauna wazazi. Waliaga ukiwa mchanga vile ama? Mimi ni wa 19 nilikuwa mdogo. Mimi ni wa 1994. Sasa na dadi alikufa 1998. Oh dear. Sorry. Na mama alikuwa? Mama akaenda. Alienda wapi? But hiyo pia ni story nyingine pia. Usijali. We thank God. Hata the time nilikuwa nimekuconnect. Ndio nilikuwa nimempata juzi. Nimempata tu juzi. I was posting. Ebu tupeleke pole pole. Umezaliwa 1994. Then 1998. Unasema 1998 the father passed on, your father ukiwa wa 4 years only. Kasichana ka 4 years. Mama alikuwa ameenda hapo mbeleni ama alienda 202 sasa. Mlikaa na yeye. Akaenda akaacha. Okay, dadi akikufa aliacha mama na mtoto mwingine mdogo. Your brother or your sister? Sister. Okay. Si tuko wasichana 4 kwetu. Okay. So me I'm the third born. Mama akaenda na hamjui alienda wapi? Na hatujui. Unajua since 2002 we are talking of how many years? 26 years, almost 27. Umesema ulimpata? Kabla umpate, nielezee alienda vipi? Ama alipotea kivipi? Sisi hatuwezi elewa, hatujui. Kwa venye tumelelewa hata ilifanya kufichwa. Hata saa hii venye tunaongea sijaambia hao wenye wametulea kama nilipata mama. Umenielewa? Hadi tulienda tukampata kabisa, nikachukua gari Nairobi, tukaenda hadi huko kwenye yako. And I got ni yeye kabisa, ni yeye. We'll come to that. Turudi pale utotoni. Actually saa hizo uko na 8 years kwa sababu dada amekufa ukiwa na 4 years. Tena ukakaa na mama 4 years na yeye akaenda zake. Alienda kivipi? Mimi siwezi kumbuka, lakini mimi kitu yenye nakumbuka dadangu mkubwa alituambia aliendea mahindi. Aliendea mahindi anakuja, aliendea kwao Western mahindi anakuja. Na ni hivyo. Akaenda naye. Tukakaa 1 week atumuoni. Shosho akakuja akasema, "Hapana. Kuja tukae na nyinyi kwangu." Sasa tukaanza kuishi na shosho. Sasa tukawagawanyishwa. Familia yetu iko well being. Unasikia huyu John Morara Kebaso. Babake ndio brother babangu mkubwa. Morara Kebaso. Huyu wa Vampire Diaries. Yeah. Babake ni brother babangu sasa mkubwa. Yeye ni mkubwa kwa kina babangu. Morara Kebaso is your cousin? No. Mamake ndio cousin yangu. Okay. Sasa mimi ananiita auntie. Okay. Sawa, mama ametoroka. Acha nitumie hiyo jina tafadhali. Na shosho amesema kujeni muishi kwangu. Sasa venye tulikaa tu hapo, maankos wakachukua madada wengine. Kuna maankos wangu Kenya Prisons nini. Wako tu well being. Wakachukua madada zangu wakagawanyisha hivyo. Sasa mimi nikabaki na shosho. Kubaki na shosho pale, sistake akakuja akamwambia, "We ni mgonjwa," alikuwa na pressure. Acha nichukue huyu mtoto. Tulikuwa tumeachwa orphans mara 2. Kuna toto orphans na sisi tulikuwa imekuwa tu mama yetu ameenda, na kuna makazins wangu wenye walikuwa hapo, baba yao wote na mama yake walikuwa maaskari wakakufa. Sasa wao walikuwa tu hapo. Huyu akaona acha nichukue huyu shosho abaki na mzigo kidogo. So mimi nikaenda huko kwa huyo shosho. Sasa kuenda huko
ndio nilikuwa nimeona hiyo gas at the first time. Na hata sikukuwa najua kama ni gas. Venye grow up ndio nimekuja kujua ni gas ilinichoma. Oh my God. Okay. Ulikuwa how old then? Siwezi recall vizuri kwa nilikuwa nimeenda huko nimemaliza around 2 years. Okay. So kuna kijana wake mwenye alitoka US akakuja na hiyo kitu. Sasa kukuja na hiyo gas akaeka. Sasa mimi wewe uliona tu kitu. Sasa unajua uko primitive, umetoka ushago, umewekwa huku, sasa uelewi hizo maneno. Sasa shosho akaenda. Which town is that? Iko tu Kisii, iko Nyamira County tu. Nyamira. So nilienda kujaribu kuwasha venye niliona iliwashwa. Shosho hakukuwa. By the way alikuwa amekuja Nakuru graduation ya kijana wake mwingine mwenye alikuwa anatoka Kenya prisons. Tulikuwa na kasichana kingine kenye kalikuwa class 8 hapo yeye. Sasa mimi the process inajaribu kuwasha, nikamwambia leo tutapikia hapa. Kuwasha. Mimi hata sijui venye kulienda, nilishtukia nimekuwa moto, nikasikia kitu inaniangukia na maji, inakaa maji. Kumbe hiyo gas explode, before iwake hiyo moto, ikirudi chini na rudingi kama maji moto. Sasa huyo amewasha jiko kando. Sasa na mimi nikajaribu kuwasha ile gas na ziko pamoja, kumbe isha eat. Gas ishakuwa moto. Sasa mimi nikajaribu kuwasha na hatujui inachapwanga kiberiti ama inachapwa nini. Tukiwasha tukasikia ule akakimbia nje. Mimi kubaki pale kungangana kufunga, nikawaka moto mwili mzima. Kukimbia mimi nilikuja kushtukia huyo mtoto alijaribu kubeba maji kunizima nayo ikakataa. Sasa nikakimbia, ikalikuwa kakichaka. Nikaanguka hapo. Kumbe venye nilianguka hapo ikanizima, but nguo zote zilikuwa zishachomeka kwa mwili, zimenishikilia. Hapo hakuna jirani. Hakuna jirani. Walikuwa watu wenye wamechukua mashamba kule ndani kabisa, hizi mashamba zenye watu hawayuko karibu kabisa. So huyo akapiga nduru. Kulikuwa na neighbor. Ingawa ni kijana alikuwa anachungia mtu shamba hapo. Wakakuja, wakanipeleka ka dispensary kalikuwa hapo karibu. Kunipeleka huko, wakamwambia, walinipeleka na wheelbarrow hiyo usiku. Wheelbarrow hakukuwa na gari, hakuna wheelbarrow. Tukaenda hadi huko usiku. Sasa kufika huko ndio nilianza kusikia hiyo maumivu, kweli nimechomeka. Unajua sasa mshtuko usikiangi uchungu ukiwa umeshtuka. Sasa kupoa ndio nilikuja kusikia yenyewe, mwili hapana. Niko na hizo nini za maji. Hizo the blisters. Blisters. Yes. Mwili mzima. Nikakaa hapo hakuna matibabu. So the owner alikuwa anafanya Kenyatta. Akasema huyu itabidi tumtafutie OC yenye iko professional apelekwe huko. Huyo mtoto amechomeka 99% huwa hawezikuwa. Na akawaambia huyu mtoto amechomeka kitovu. Kitovu wanasema kitovu kichomeka moto ishafika kwa tumbo. Wakasema unaona amechomeka hadi kitovu, huyo hawezi kuwa. So huyo kesho yake huyo shosho akakuja, kijana wake akakuja, wakanileta Kenyatta. Kunileta Kenyatta wakasema huyu maybe mtatumia tu pesa. Hebu acha tu mumrudishe aende tu akae nyumbani. Wakanirudisha kwa ufupi, na wameficha kule kwetu nyumbani. Na huko kwetu wameficha. Hawajajua kama mimi nishachomeka huku. Wameficha kule. Nikakaa 1 year. Around some 8 months hivi. Sasa nikaanza kutoka usaa. Inamwagika. Alafu sasa madudu zikaanza kutoka hizi. Inatoka wapi? Si kwa mwili. Hadi unaona shimo penye inatoka. Hebu tupeleke pole. Ulikuwa umechomeka wapi hasa? Nilichomeka huku tumbo yote. Mapanja na hii mkono ilikuwa imechomeka. I thank God venye I think maybe ni Mungu. Unajua ilipotea kabisa. Hata unaweza gundua hii mkono ni tofauti na hii. Tutafika hapo. Ni Mungu. Tutafika hapo. Ulikuwa umechomeka kwa mapaja, kitovu
tumbo mzima hivi. Yani this section yote? Yote nimechomeka huku hivi wote. Haya, umeanza kutoa uzaa. Saa madudu zikaanza kutoka, hakuna dawa. Sasa mwingine akasema na susu, naoshwa na hiyo masusu. Waone susu unaweza huko hakujachomeka? Huku katikati kulikuwa kumechomeka huku, lakini kwa susu hakujachomeka. Mungu asifiwe. Hiyo alikuokolea. Hiyo hakujachomeka kabisa. Hiyo alikuokolea. Nikakaa sasa ikaanza kutoa madudu. Na huko kwetu kumbuka wameficha kabisa, hawajawaambia kama mimi nilichomeka huko. Wameficha. So that woman was a prayerful woman. Huyu mwenye unakaa naye. Alikuwa anaamka anaomba usiku anaomba, na akiamka asubuhi akiona ninapumua anasema Mungu ni mwema. Nikaanza kutoa hizo madudu za white. Tukiamka kwa kitanda tunazipata. Nikiamshwa nikibebwa ziko hai zinatembea hivi. Zinafanya hivi. Nikibebwa nikitolewa zina nini. So the cousins wa hiyo side wakaanza kuogopa hawanikaribia, wakaanza kutoroka. Hata hakuna mwenye alikuwa anaingia kwa nyumba, kwa sababu ulikuwa ukiingia hivi unasikia ni kama kuna kitu inaoza hapo, harufu mbaya. Nyama zinaoza. So ikakuwa siku moja huyu shosho akiwa tu ameamka asubuhi akaomba, kulikuwa na mzee mwenye alikuwa amepita. Huyo mzee alikuwa anatoka ngambo ingine, unajua Shago kuna hizo vijiji tofauti. Akatoka sasa kijiji kingine iko ngambo ile ingine. Akakuja akamsalimia, huyo akamwambia niko na mgonjwa na alichomeka. Huyo mzee akaingia tu hadi kwa room akaniangalia. Nao wazee wa kitambo au wa kutafuta miti shamba nini. So alikuwa anatafuta tu hizo miti shamba zake. Ndio akamwambia hebu mjaribu mtafute mtu akwa anatafuta hizo squirrel. Akamwambia watafute hizo squirrel. Huku kwa bush. Hizo zenye zinakulanga mahindi kwa shamba. Squirrel kikwetu acha niwaambie inaitwa gaturu squirrel. Kikwenu inaitwa aje? Engu. Haya, tuendelee. So wakakuwa wanatafuta. Sasa wakaanza kutafuta. At first huyo shosha alishangaa, aje sasa. Akawaambia mkipata mniite, mimi nitawaeleza venye natumika kama dawa. Okay. In Kikwetu tunasema gotire itadhe kwa azini, kuna stories zingine ni ziko na hofu lakini unachipata unacheka. Sasa wewe ni mgonjwa, unatoa uzaa, nyama imeanza kuoza, kuna hata vidudu zinatembea. Sasa gaturu ama engo the squirrel inakujia wapi? Ndio sasa tulikuwa tunashangaa. So mi kivyangu shosho venye alifikiria ama ni mtu alikuja akaleta uchawi ikafanya nikachomeka, maybe sasa hiyo kitu inakuja kutoa. Unajua kuna hiyo mapepo, maybe mapepo ndio ilinichoma sasa venye yeye alichukua. Akasema mbona huyu mzaa ameitisha hiyo kitu na hatujawahi sikia ikiitishwa kwa boma. So wao akawaambia na nimewaambia mtafute tu hiyo kitu, hiyo mtoto atapona. Wakaamua tu wakatafuta kijana, akakuwa anakuja anazitega kwa bush. Huko ni bushi kabisa. Wakakuwa anazitega anakuja nazo. Sasa venye alikuja nayo at first huyo mzaa akaitwa. Venye aliitwa wakawasha moto, wakaiekelea juu wakachoma. Imekufa sasa. Hawajaikatanisha. Wakachoma kakiwa mzima hakajachinjwa. Kalishikwaje? Aliweka mtego venye unaweza wekea trap rabbit hivyo. Ndivyo aliweka. So huyo alikuwa anajua venye zinatego kwenye kuna bush, ati ukikuja ukimwaga mahindi ama kwenye kuna mahindi kwa shamba utazipata zikijaribu kuvuna mahindi zikule. Okay. So huyo wakaleta, huyo akachoma. Kuchoma huyo mzaa akaichukua, akatoa na kisu hivi nje venye umeelewa venye kichwa inachomwanga, kichwa ya ng'ombe, ya mbuzi, alafu sasa ni hivyo. Akasema kuhara. Hata kwetu ni hivyo. Hata kwenu ni kuhara. By the way Kisii na Kikuyu almost the same. Akatoanisha hivyo, alafu hiyo akaweka kwa mkebe, akamwambia utakuwa unamnyunyizia tu hapo kwa hizo shimo zenye unaona madudu zinatoka. Kumbe hiyo inaua hiyo bakteria yenye inafanya hizo madudu zinamea huku ndani. Hamkuwa mkule nyama? Sasa sijafika hapo. Okay. Sasa hiyo akamwambia ananiekea. Alafu sasa hiyo ingine wakaipasua, wakatoa vitu za ndani wakatupia umbwa.
Sasa ndio ikawekwa sasa kama nyama choma. Ikawekwa kwa moto. So si mimi nilikuwa nataka nipone. Na mimi ni mtoto at that time, akili jakomau, ati unaweza ogopa ati yak sijui nini. Umeelewa maneno ya kulelewa ushago. So wakachoma, mimi nikakula tu, nikasikia nyama ya kawaida. Na akaniambia hiyo utakuwa unakula hiyo juice yake, isipikwe, isiwekwe na maji. Unakula tu hiyo flavor yake inakuponyesha. Hiyo yani ukitafuna tu hadi umeze, unapona tu. Na nini hii mnamwagia? Hiyo jivu ya nje. Hiyo jivu yenye ilitolewa ya nje. Sasa ikakuwa tu hivyo, wanaenda wanatafuta, wanachoma, inapasuliwa. Hiyo ingine inachomwa, nakula hiyo ingine. Hiyo ya nje nawekewa tu. Kuwekwa 1 week, hiyo vidonda ikaanza kukauka sasa. Sasa zile vidudu zimeanza kupotea. Zimeanza kupotea, itching imeisha. Unajua hizo vidudu zikinini unakuwa na itching, hata unajaribu ujitoanishe tu. Na uwezi, ukifanya tu hivi ni manyama tu unatoa. Hata I remember this leg, ningeona mfupa ndani. Ya white. So wakaendelea hivyo hadi sasa ikakauka kabisa. Ikaanza kukauka, lakini venye ilikauka ningepress tu niguze hivi, uzai ingetoka. Nikipress uzai inatoka. So wakaendelea hivyo, wanaeka na mimi na press, hiyo uzai inatoka. Wakakuwa wananipress hivyo, hiyo shosha ananipress. After 2 years ikapata sasa hiyo vidonda ni kama inakaa inakuja karibu inaisha. Inaisha. Sasa venye waliniekea tu nikakauka kabisa, ikabaki nyama ziko nje. Nyama zako? Ziko nje kiaje? Unaona kama hapa penye kulikuwa na shimo sasa. Kuna mashimo. Unajua wakinifinya hivi hapo penye usa imetoka, shimo inabaki. Wakinifinya shimo inabaki. So huyu shosho wanachukua asali. Alikuwa anavaa gloves, anashika, anaingiza ndani kwa hizo mashimo, anapaka. Kumbe asali inafanyanga hiyo shimo inapona. Nyama inavuta, inakuja kumeanisha. Nikakaa tu hivyo hadi nikapo. Wakakuwa wanafanya hivyo hadi nikapona kabisa. Na sikuwa nakula ugali, githeri na hiyo nyama. Githeri mahindi ngumu. So itabidi wakuwa wamesoka. Sikukuwa nakula hiyo. Mimi sijui kama walikuwa wameolezwa nisikule ugali ama nisikule mboga, mimi sijui. Kwa sababu mimi nilikuwa naona tu napikiwa githeri peke. Wanasoki mahindi, wanasoka ndio ipikwe kesho. Wanasoka ndio ipikwe, napikiwa tu hivyo. Hadi venye nilipona. For 2 years. 2 years and a half. Hivyo siendi shule. Na ulikuwa umeanza shule hapo mbeleni? Nilikuwa nimefika class 4. Hadi akili ya masomo ikatoka kabisa. Nitakuuliza swali gani wewe? Na kule nyumbani hawaulizi sasa kule nyumbani venye nilipona ndio walikuja kuuliza. At that time hakukuwa na masimu. Ungepata mtu ako na simu ni mmoja. So na ni wabunge pekee. So venye walikuja kupiga simu ndio huyu shosha akaambia, unajua mtoto wako, akaambia shosha yangu, unajua mtoto wa kijana wako alichomeka. Akamwambia alichomeka? Akaambia anko yangu mwingine. Huyo anko yangu ni lawyer. Akamwambia ati alichomeka. The only thing nakumbuka aliongea kwa hiyo simu, mtatafuta kaburi mumuzike kule. Hamkutuambia kama mnachukua huyo mtoto kule mkachome. Alimjibu tu hivyo. Ndio huyo shosho akakata simu na akaambia Mungu asante, huyu mtoto amekuwa uhai na amepona. Na hajakuwa kilema. Kingeumana kifamilia. Vibaya sana. Kozi kitu yenye ule alisema utatafuta kaburi huko muzike na mtatupia mtoto huko. Stress. Huyo shosha akasema naambia Mungu asante, amepona kukufa. After that shosho yangu sasa huyo shosho yangu sasa mama ya babangu akanikujia, alilia machozi. Alisimama tu pale kwa geti akaniona, alilia. Hajui umepona. Hakukuona wakati vidudu zilikuwa zinatoka. Alilia. Na ndio sasa akanipanga tukarudi na yeye huku kwetu.
venye tulirudi, unajua hiyo kitu iko secretive. Sidhani kama manko zangu wanajuanga venye nilichomeka, hawakuelezwa, hawakuambiwa kabisa. Even there is a uncle of mine mwenye ameretire Kenya prisons, mwenye amenilea sasa. He had me, alinisikia nikieleza mtoto wa msichana wake mwenye amechomeka huku mkono. Nikamwambia, nini nilikufanya hapo? Ati nikamwambia, we afadhali mkono, mimi nilichomeka. Akanisikiza tu, ameniangalia, ndio akaniuliza, ulichomekea wapi? Na lini? Na mbona hatujui? Nikakat the story short because ako diabetic, sikutaka kumwambia sana. Nikamwambia, lakini si nilipona. Even my aunties nadhani hawajui hiyo story. Hakuna mwenye anajua hiyo story. All that matters is that it was an accident. Umesema huko ulikuwa unaishi ni kwa nani? Sister ya shushangu. Na hii gas, let me ask you, ilikuwa meko ama ilikuwa ile cooking gas ile ya switch? Ilikuwa meko ya kiberiti? Hata sielewi, lakini ilikuwa na mtungi. Uliwasha kiberiti? Alafu nakumbuka kuna venye ilikuwanga inasukumwa hivi ndio iwake. Kwani ni pressure cooker? Hata sielewi kama ni pressure cooker, lakini nakumbuka kuna penye nilikuwa naona wana pump ndio moto inatoka. Hako kalikuanga kuna ka stove fulani, I don't remember its name. But ilikuwa inawekwa pressure nyungu ya gas. Venye nimegrow tu ndio nimekuja kuona aka kitu kenye kalinichoma kanakaa tu hii mtungi ya gas kabisa. Lakini nakumbuka kalikuwa na ka red handle kenye kalikuwa kana pressiwa hivi alafu inawaka. Sorry. Pole sana. Ikanichoma. So, ulirudi shule lini? Sasa unaona ulikuwa after that sikurudi ile shule yenye nilikuwa. Sikurudi. Unaweza kubuka ilikuwa shule gani? Ilikuwa inaitwa Raitibo Primary. Sikurudi huko. Because self esteem yangu karudi chini. Wanafunzi walikuwa shaniona venye nimechomeka, wamekuja hadi kwa nyumba. Wameniona pale kwa kitanda venye nimechomeka. Na ujue mimi nilikuwa nishakuwa around. Sasa hapo nimeshafikisha around 14-15 years. Self esteem yangu karudi chini kabisa. Pole. Unaenda aje shule, unaonwa aje na watoto wengine? Pole. Sasa hapo naenda kurudi class 3. Unaenda kurudi wapi? Wakanitoa sasa hapo, nikatolewa hapo, nikarudishwa huku kwetu sasa Nyamira. So nikakaa hapo Nyamira. Hapo Nyamira nilikaa around, nikakaa 1 year. 1 year, huyo uncle yangu lawyer akasema hapana, huyu mtoto apelekwe Eldoret akasomee huko. I was sharp. Nikatolewa hapo nikapelekwa Eldoret. Cause nilikuwa na kasa zingine unaweza niongelesha na upate saa zingine naweza tumwa kitu niende kabisa nirudi nishangae nilitumwa. Nilikuwa nasahau kweli. Na ungenituma tu saa hiyo nafika kwa nyumba na kuuliza ulinituma nini? Oh my God. Because of the trauma. Oh yes. So mimi nikapelekwa Eldoret, nikapelekwa shule huko. Kufika Eldoret nirudishwa hadi class 1. Oh my God. Nikasomea Hill School, unaisikia? Hill School. Yes. Nilipelekwa hadi class 1. Guy. Imagine umeshakuwa chini umekoma. Umefika at your adolescent stage, unapelekwa class 1. Uko na matiti. Why did they do that? Unajua hiyo shule wenye walinifanyisha interview walisema hapana, huyu hawezi kitu kabisa, lazima arudishwe nyuma ndio mkitaka asome. Na nikarudi tu. Na ukakubali. At class 3 nilikuwa nimeanza ku receive class 3 standard 3. Sasa nishafikisha 16 years. At 16? Around hapo nilikuwa na 15 years. Because nikifanya my class 8 nilikuwa na 19 years. Oh dear. Uliperform vipi? Nilipata 336 na nilifanya na sistangu mdogo. Wow. Sistangu ndiye alikuwa wa kwanza Lang'ata. Alisomea Lang'ata kwa uncle yangu. So Lang'ata area ndiye alikuwa msichana the best. So hiyo ilikuwa inani push. Walikuwa wananiambia unaona uko na sister yako, ujikaze. Yes. So hata mimi nilikuwa najikaza, mimi sikufikiria ati my age sijui nini.
na nilikuwa kikubwa. Nilikuwa kikubwa, huku mbele umejaza. Oh my Wa, God. shule ni wewe sasa, wewe ndo mama ama ni nani sasa? Na nilikuwa naitwa mama yao shule. Na unakubali tu. So nilipatanga madamu mwingine alikuwa tu akaniita kando, akaniambia wewe, mbona umesoma polepole hivyo? Nikamueleza, akaniambia ujikaze na maneno ya wanaume usingiane nayo. Actually, I was about to ask you that question, whether kama walikuwa wanakuchezea, taking advantage of your situation, wewe ndio mkubwa wa shule. So kuna ticha mwingine mwenye alinichukia, but I told Sorry. my uncle huyo mwenye ni lawyer. He came to school, hata huyo ticha kidogo afukuzwe shule kabisa. Akaniambia wewe ni mama hapa shule. I cried hadi kidogo nikate waya, yani nitoroke kwenda home. Nikasimama nikasimama kabisa na ujasiri. Nikamwambia nitakutandika Mwanaume. Nikakasirika, huyo ananiambia aje kweli. Nikamwambia guy, nitakutandika. Na nikakuwa mkali kabisa shule mzima, hata head teacher angeniambia kitu. Nikakuwa mkali, kelele, matron wanajaribu kuniongelesha. Nikamwambia nataka nitandike huyo mwalimu leo, hadi venye ngo yangu alikuja. Nikatulizwa. Ngo yangu akikuja nasema tu nitamutandika. Ajui kenye nimepitia. Mwanaume. Sikumpea hewa hata apumue hata kidogo. Hata kuna wanafunzi wengine walikuwa wananiambia hivyo, but mimi unajua nilikuwa nishakuwa machua na nishakuwa na mtu mwenye ananieleza. Ananiambia utapitia kwa wanafunzi, wewe una assume. Sasa hao ni madada zako wadogo. Una assume. Hao hawajakuwa machua. Usishinde ukifikiria vile wanasema. Kuna wenye walikuwa wanaongea. Lakini unajua nini? Nilikuwa na maintain number 1 shule. Wow. Anko yangu alikuwa ananiambia usisonge hapo. Ukisonga hapo tunakuachisha shule na tunakupeleka tailoring. Oh yeah. Na nilikuwa naogopa tailoring. At that time, nilikuwa naogopa sana. Kwa nini? Nilikuwa tunaogopa hiyo. Ananiambia utakuwa unachapia watu hizo longi zao zimeraruka, unachapa viraka. Oh yeah. So nilikuwa naogopa kabisa. Nasema niende nikae chini nikichapia wengine viraka. Alafu nakumbuka dada zangu wamelelewa. Unaona sisi kwetu venye tuligawanyishwa, hata dada zangu ukiwapata uwezi dhani kama sisi ni masisters. Kuna wenye wako klasi ya juu. Hata dadangu tukipelekwa Butere Girls, tumesoma Butere Girls. Tukipelekwa Butere Girls tulipelekwa wote wawili. With cousin yangu ndiye alitupeleka huko, anafanya Ministry of Education. Na akaniambia unaona wewe ni mkubwa, uko aged 20 years form 1 usome. So my sister tukawekwa class moja, tumekaa pamoja. That is high school. Umesema ni Butere Girls. Is a good school. Yes. Sasa ananiuliza, sister yangu anauliza, huyu ni sister yako? Ati hapana, huyu tulimuokota. Imagine my sister alikuwa anasema hivyo. I felt bad. Sijui. Unajua kwetu mimi ndio dark skin. Unaona venye Murara Kibaso wako hivyo? Kwetu ni weupe. Wako hivyo wote. So mimi niko dark skin. So nikasema mbona ananichukia hivyo, nikarudi. Sasa mimi tukifunga shule mimi nilikuwa narudi kwa shushu ya na back to Nairobi. Watu wa Nairobi waingie kwa gari. Fare yake ishatumwa anaenda Nairobi, mimi naenda kwa shushu Kisii. So hiyo kitu ilikuwa inaniuma. So nasema si wangesema tu tunaenda wote Nairobi. Alafu kuna anko yangu alikuwa hapo hiyo shule, relative wa shushu yangu tu. Kuna day alianza nimefanya makosa gani? Akaniambia wewe ni mama katikati ya watoto. Nilimchukia. Nikanyamaza tu, nikasema Mungu akisunisaidia. Alafu sister yangu alikuwa ananichukia. Alafu hajui your predicament, why you've been like that. Huyo sister yangu alikuwa ananichukia. Ni sister yangu mdogo, alikuwa ananichukia. Ananiambia shule, wewe hebu usome. Alafu yeye ni genius. Apart from me, yeye alikuwa genius. Ukimwamsha tu siku hivi anaweza kukuambia kitu yote kuhusu chemistry and physics. She was the best guy. Although mimi nilikuwa na run hapo A minor, B plus, yeye alikuwa ana run na A. Hivi tu. So mimi sijui ni venye mimi nilikuwa nalia machozi yake sana. Mungu akamchapa kiboko. Akiwa form 2 akashika mimba. So mimi sijui alitoa wapi. Mimi nilitoa tu kwa ofisi nikaambiwa your sister mdogo ako na mimba. Mimi nikanyamaza kwa sababu si machua. Mimi nikanyamaza, sikumpea pressure, sikutaka nini. Nikamwambia sasa utaambia. So sisi tulikuwa tumezoeshwa tunaita manko dad. Nikamwambia
utaambia daddy nini, daddy Tom, utamwambia nini? So mimi nikanyamaza. Mimi hata venye tulifika home sikufanya kierere niseme huyo ako hivi, na ilikuwa tamu ya Disemba. Ulinyamaza tu? Nikanyamaza tu, nikajieka busy. Mimi nilikuwa nakaa ushago, nikifika ushago ng'ombe zinaningoja nini, nepia nakata na shosho na yeye ni mgonjwa. Do you know I did nursing when I was form 2. Nursing your grandmother? Ni sindano ni mimi namdunga. Maneno za pressure naelewa kuhusu hiyo. Nani alikuwa amekuonesha? Kuna daktari alitoka huku Nairobi. So huyo daktari wake akasema instead atakuwa anaji-expense akikuja, wana expensiwa hiyo kumove, wacha mmoja afunzwe. So akasema huyu ndiye atafunzwa huyu Benta. Kuna my aunt alisema hata Benta ameshapitia shule, mnapeleka school fee West bure huko. Sasa huyo anafaa kukaa na shosho. Mimi nikanyamaza tu. Hata Benta akuwe daktari. Okay. So mimi nikanyamaza. Na nikakaa tu na shosho. Nikakaa na shosho hapo. Nikakuwa na mnasi. Nikaachishwa kwanza shule tena hiyo form 2. Nikakaa na shosho. Oh no. Nikakaa tu na shosho na sikukuwa na stress, imagine. Nilikuwa tu natulia. I knew God my time. Umeachishwa tena. Nikanyamaza tu. Nikakaa na shosho. Shosho mimi sijui venye kulikuwa, akauliza anko yangu mwingine, mbona mmeachisha huyu mtoto shule? Hebu mpeleke shule. Kumbe shosho alikuwa anakaribia kukufa. Sasa ameona masiku zake zimefika. Akasema hapana, acha aende shule. Nikaenda shule. Na nikiwa shule nilikuwa tu stress, ungedhani ni mtoto wangu shosho. Nikipiga tu simu kwa matron shosho. Nikipiga napiga nauliza shosho ako aje? So sistangu yeye akapatikana kona mimba. Mimi nikadhani ataachishwa shule ama atachapwa. Hata hakufanyiwa kitu. Alikuwa analetewa hadi melon, fruits hapo shule. Mifupa imechemshwa. She was being pampered and she was still pregnant. Akaletwa tu, analetwa, lakini mimi hakuulizwa swali, hata kuulizwa nani. Sasa wao wanasema mwenye mimba Benta ndiye amemfundisha wanaume. Na mimi hata hiyo kijiji mzima walikuwa wananijua. Hakuna day nilisimama na mwanaume hivi nikiongea. So huyo akapampa hadi akakaribia, tuko tu class moja, ako na mimba hadi anakaribia kuzandi. Alitolewa na sijui ni Range Rover, hiyo gari yenye iko na nini huko nyuma, hiyo tile. Anti yangu akakuja amekaribia kuzaa, akachukuliwa na hiyo gari kama nini, women rep. The van ya shule kama women rep. Sina ukweli. Unanichekesha. Nilikwambia kikwetu tunasema kuna stories zingine they are sad but unajipata unacheka. Akachukuliwa. Mimi nikasikia tu alijifungua, ameandikiwa mfanyakazi, hata ku breastfeed hiyo mtoto. My uncle huyo ni lawyer, akamwandikia mfanyakazi, akarudi shule. Na ingekuwa ni wewe ulikuwa na mimba. Na alikuwa ananionyesha madharau kabisa sasa. Sasa ndiye alikuwa ananionyesha yeye ndio mwanamke. Mimi nikanyamaza tu. But mimi nilikuwa nampenda. Na mimi nilikuwa machua, so mimi sikuwa nashikilia sana hizo maneno zake hata akinionyesha. Kozi yenye nimepitia peke. Na kitu yenye nilikuwa nimeweka kwa roho, kama Mungu amenifanya hadi nimepona kuchomeka, mimi najua mbali nitaenda. Amen. Hata isipokuwa kwa masomo, nilikuwa nasema hata isipokuwa kwa masomo, najua nitaenda mbali. So yeye akarudi shule. Venye amerudi shule aliniacha nyumbani. Yeye mtoto wake sasa mtoto wake analelewa na msichana wa kazi. Sasa yeye asharudi shule. So akarudi shule tena na ndio huyo form 3 na ndio huyo mimba. Na mtoto ameacha nyumbani mwingine. What do you mean? Tena akashika tena mimba ingine. Sasa hiyo form 3 venye alishika. Na yule mwingine hajanyonyesha? Amelelewa tu hajanyonyesha. Mtoto amelelewa tu hadi unaweza dhani ni katoto kingine kasonko. So mimi nikashika sasa hiyo wakati venye alishika hiyo mimba nikarudishwa shule. Akaambiwa akae sasa nyumbani. Nikarudi shule nikasoma. When I was form 4, form 3, my grandmother akapass. Sorry. Akakufa. Hata alikuwa kidogo azikwe kama siyuko. So kuna neighbor akawauliza mbona mzike shosho
Benta mwenye alikuwa anamlea hayuko. Imagine kuna wakati shosho wangu angenunua Pampers, mimi ninakata vitambaa hizi bed sheets na mfunga nazo. Sasa hadi niko mature najua bed sheet inaweza work. Unafua? Ninafua, ninaanika, natengeneza nyumba hadi mtu hawezijua kama hii nyumba kuna mtoto hapa. Nadhani mtu mkubwa anaishi na huyo shosho. Hakukuwa na harufu yoyote. Hakukuwa na harufu yoyote. But there is uncle of mine mwenye alikuwa anaambia wengine, mheshimu Benta kabisa. Kabisa. Huyu mtoto amefanya kazi ngumu. Kazi anafanya. Yungu mwenye hiyo kazi nyamfanya ni ngumu sana. Hadi mama mwingine alikuwa ananiambia, unajua ukikuja kuolewa utakuwa na shida ya mgongo wewe. Utaenda kulea watoto wako aje na wewe umeshalea shushu. Lakini Mungu hawezi kubali. Hiyo kazi ulifanya ni ya baraka. Ananiambia hivyo. That is why shosho blessed you. Mimi nikanyama. Sasa venye nilifanya form 4 sikupata grade mzuri sana. Nilipata C plain. Kupata C plain, anko yangu hiyo wa prisons. Akasema mimi si, wengine walirudi nyuma. Wakasema sasa hiyo time nilikuwa 20, nishafika sasa 26 hapo. Wakasema hata tumejaribu. Sasa wakarudi nyuma, sasa upambane na hali yako. Nikatulia tu, ile hati nitoke kwa boma niende niolewe nifanye nini? Si kutoka, nikakaa tu hapo kwa anko yangu hapa Syokimau. Wamejenga wote hapo Syokimau. Before you proceed, huyu sister yako mwenye amepata mimba ya pili ako wapi sasa? Sasa alirudishwa nyumbani. Akakaa kwa shosho yangu sasa. Akarudishwa sasa kwa shosho yangu. Yule mtoto alikuwa amelelewa huko, akarudishwa akapewa sasa. Kwa sababu ameonekana sasa huyu hata tukijaribu kushikilia. Lakini anko yangu tu huyo mwenye alikuwa anamlea akasema huyu mtoto ako bright. Na yeye hakuzaliwa na mtoto msichana. Alizaliwa tu na vijana wawili. So alikuwa anataka amlee kabisa kama msichana wake. Akakaza ikashindikana. Sasa ikafika venye walikuwa wanadhani huyu angeperform high school yake ikuenda hivyo. Hata akapata D+. Oh no. Na sasa bado walimwandikia tu mfanyikazi, hawakumtoa kwa mfanyikazi, bado wakamwachisha shule, wakamtafutia shule yako karibu. Anaenda tu shule, anarudi nyumbani na mfanyikazi tu bado wako. Sasa akabaki tu anakaa kwa hiyo nyumba ya shosho wangu analea watoto wake. Na mimi nikatolewa hapo nyumbani nikapelekwa Nairobi kwa anko yangu, nikakaa tu hapo. Hapo sasa mimi nishafanya 4th. Sasa kuna anko yangu mwingine alisema kuzuia ashafanya, hakuna haja mnaandika mfanyikazi, mwambie alea watoto wengine. Kama sasa hapo nikakuwa mkali, nikasema siwezi. Na mimi nikitaka nitazaa. Nikitaka mtoto pia mimi nataka kulea nitazaa. Sasa mimi nikakuwa mkali. Ndio huyo anko yangu mwingine akasema wacha akuje kwangu akae huko. Nikakuja tu Nairobi kukakaa. Anko yangu akanichukulia barua ya NYS, nikaenda NYS, nikafanya automotive engineering. Nikamaliza kutokea hapo. Sasa natafuta tu kazi na nimeolewa. Nimeolewa, niko na mtoto mmoja. Kwa hivyo so unaweza tengeneza magari? Hata naweza drive. Okay. So huyo anko yangu tu akanishikilia kabisa. Hata nikiwa pale NYS nilikuwa hata huko mkubwa wa NYS ni neighbor wetu huko Syokimau. So huyu venye nilimaliza tu hiyo kosi yangu bado nilimdrive. Nilikuwa na mdriver na nilipa tu kitu kidogo. Venye sasa alitoka kwa serikali, hii serikali ya Ruto ikaingia, mimi nikatoka huko sasa. Wow. Haya, tutarudi. Haya, mtazamaji, sasa naona itabidi tuongee hii lugha ya taifa, Kiswahili, kwa sababu Benta hapa umesikia vile hata yeye ako na Kiswahili sanifu na anatuelezea story yake. Tutachanganya zote. Anatuelezea story yake kuhusu vile alichomeka na gas. Tunaita gas, lakini kulingana na vile amenielezea nimekuja kugundua hiyo ilikuwa ile kuka yenye inawekwa pressure cooker. So tutarudi, lakini amenifurahisha sana kwa sababu yeye amesema amefanya automotive engineering. Automotive engineering amefanya nikumbuke kuna jamaa ako hapa Kasarani, hapa tu karibu. Anajiita kama Terep Auto Garage. Nitakuwekea hiyo hapo kidogo, ndio kama wewe uko Nairobi ama uko pande zote na uko na shida ya gari yoyote ile, unaweza pelekea huyu kijana pale Kasarani, right opposite Isipe, anaitwa Terep Auto Garage. We'll be back. Support us, like, subscribe, we will appreciate you. Thank you, we are coming back.
Terep Auto Garage Kasarani. This is the definite modern automotive clinic. Our state-of-the-art vehicle diagnostic machine have the capacity of identifying the actual mechanical problem, prompting an actual and effective solution. SUVs, saloon cars, 4x4s, and even heavy-duty machines. Here at Terep Auto Garage Kasarani, we got you. Terep Auto Garage Kasarani is an ultra-modern garage carrying out heavy-duty coil spring installation, suspension repair, press work, brake system, panel beating, car alarm and truck installation, body spray and buffing, car service and diagnosis. Visit Terep Auto Garage Kasarani from the Thika Superhighway branch towards Kasarani Mwiki Road. Once you reach Kasarani Police Station, turn right to Isipe, and there you will find Terep Auto Garage Kasarani waiting for you. Call us on 0723-886-890. Terep Auto Garage Kasarani. We are the encyclopedia for all your motor vehicle solutions. Tumerudi mtazamaji na tuko na Benta hapa na ako na story ingine hapa. Ni story ya hofu lakini pia ni story ambayo inatufunza maneno mengi. Na kabla tuendelee, ningependa Benta uweze kutuelezea turudi shule kidogo. Nakumbuka wakati ndio nikuje kukujua kuna hii story tuliweka kwa Kanyaka Uhoro TV kuhusu Gloria stroke George ambaye ni intersex. Na akasema vile alikuwa anakimbia kwa bafu mapema akiwa high school kwa sababu hataki wale wengine wasichana, alikuwa shule ya wasichana, hakuwa anataka wamuone juu yeye hakuwa anajua kama yeye ni mwanaume ama ni mwanamke. Kulingana sasa na intersex vile wanakuanga. Na hapo ndio uliingia inbox ukaniambiaje, this was my case, it is a similar case to mine, but yako you are not an intersex, yako ilikuwa sasa hiyo kuchomeka. Turudi pale shuleni na hiyo maneno ya shower and what you went through. So mimi ilikuwa inafika wakati wa kuoga. Nilikuwa naoga saa 8. Asubuhi saa 8 nishaoga. Na hiyo baridi yote. Saa 8 nishaoga cause nilikuwa nasema venye nilikuwa nisha understand sasa au si mimi nishakuwa machua venye nilikuwa na understand au wenye wana grow mdomo. Utakosea msea kuambia unaniambia nini na umechomeka ama unaniambia nini na uko hivi. So mimi nilikuwa nasema kuepukana na hizi vitu mingi, hizi drama mingi, acha tu mimi nikue nisipate na mimi niko na hasira ya juu, nisipate nimuumiza mtoto wa mtu ama tusilete commotion shule. So mimi nilikuwa naamka saa 9, naoga, narudi nalala. Sasa nangoja watu wengine waamke. So ilikuwa tu naongojea hiyo time saa 9. Hata nikiwa high school nilikuwa tunaoga hiyo time saa 8. Ni kitu ilikuwa inaonekana. Unaona sasa venye nimechomeka kuko white kama karatasi white. I get you. So mtu tu ataona mbona huyo anakaa hivi, mbona anakaa white tumbo na huku mapacha white na huku kwingine ni mweusi. So mimi sikuwa nataka tu niwaeleze mastori shule. Sikuwa nataka. Na hakuna hata mmoja alikuja kugundua ama kukupata. I thank God hakuna. 4 years down the line, na nikiwa college bado ilikuwa tu hivyo. College unajua ni YS mnaoga pamoja. Na kuna time ilifika tukiwa sasa kumaliza college mnaletwanga kwa uwanja muoge. Unajua huko mkiwa kama mna train, maji unapewa CK wash uniform na uoge. Wewe ndio utajipanga. CK na wewe umeendea maji imejaa ndoo. Na utaiona hiyo maji ni ya serikali. Nani amekwambia serikali? Wanauliza nani anasema serikali inaoga unacheza na maji ya serikali wewe? Ile kikombe ya red ya blue whatever ya CK. Unawekewa maji hapo. Sitaki kuongea kuhusu hiyo sana, waseme ninatoa stories of but so, it's part of the training. It's part of the training. Yeah. So unaosha hiyo uniform yako na hiyo maji ya CK na uoge na ujue venye utaenda choo, na hiyo choo ni ya kuflash. Na choo unaendanga saa 10 asubuhi, hakuna masaa mengine ya choo. You are self contained. Anyway, it's part of the training for. So nilikuwa naoga tu hiyo masaa kila wakati. Lakini mimi I thank God ilifika wakati
Wenye nilichaguliwa leader wa wasichana wote ni waisi mzima, nikapewa kanyumba kangu. So nilikuwa naoga tu hapo, najipanga na hapo, natoka kuamsha wasichana. Who is your sister now? Sistangu saya molewa Kisii. Life ilikuja ikamtandika. Akarudi hadi alichuna majani chai. Ai. An A material. Hata ikafika time mimi ndio nilikuwa namsupport chakula. Kila kitu I'm trying my best here and there. Has she ever apologized? Ashawahi kuambia my sister Benta, I am very sorry for the way I treated you maybe back at high school? No, she has never. Even there is a time, si kitambo sana, aliniambia I'm a bad omen. Nikamwambia why? Alini text akaniambia you are a bad omen. Nikamwambia why? Ati when you come across my life everything goes wrong. Nikamwambia no. So then you keep distance, you keep off. No, I told her mimi nataka nikusaidie. Na siwezi chukua ati mimi si bad omen, wewe ndio bad omen. Na nilimwambia hivyo. Nilimwambia unafaa kwanza uniombe msamaha. Macho zenye nilikuwa nakulilia na ukweli there's a time she came and told my uncle vitu za uongo kabisa about shule. Sijui nimeiba nini, sijui nimefanya nini. Hadi they disowned me, the whole family. Guy. Wakaniona wewe huwezi enda mahali. Hawakukuuliza whether her claims No, me I had just when we had a meeting, kwetu tumezoea tukiwa na meeting familia mzima kabisa, maanko, maantis, manini. Ndio nikasikia tu one of my uncle saying, huyu Benta amekuwa mwizi shule. And I was like, na nilikuwa na insist chama gani amekwambia, because I was a little tired of life. Nilikuwa nataka niende nitaandikane na yeye. Utaandike mwalimu. Nikamuuliza ni chama gani yeye alikwambia? Nikakuwa mkali kabisa. Ni chama gani yeye alikwambia? Nataka. Then my aunt told me acha kuongelesha anko yako hivyo. I said hapana. Aniambia mimi sijaiba kitu ya mtu. Mbona amesema hivyo? Then akaniambia Morini alisema now that cousin of mine mwenye anafanya Ministry of Education. So I was like Morini aliambiwa na nani? Even I disowned her. Mimi nikamngoja hiyo Morini. Yeah, she had a bodyguard. I almost slapped her. Alikuja akaniita akaniambia mambo Benta, because kuna venye anaweza kusalimia. Nilikuwa naona kweli hata nisiende, hata visiting day nilikuwa nasema hata nisiende huko. Sasa hata wanakusalimia unakaa ni kama uko stranger. By the way, mimi nilikuwa naona wanitaki kabisa, wanipendi. And my grandmother used to tell me unafanana na mama yako. And really I look like her. So my grandmother used to tell me wewe ni damu ya Waluya. So I was like, kwani ndio maana kila mtu nikifanya kitu anipendi. Na wao wanajiona sasa wao ni wa Kisii. Alafu ni weupe. Na wewe ni mweusi. Na walikuwa wanapenda sana hata kwa kijiji wakose wanaweza kukueleza venye wao ni warembo. Sasa familia imegawanyika. Sasa alikuwa wananiambia ati wewe ni shosho aliniambia wewe ni damu ya Wakisii. Even there's a time shosho alikuwa ananitaka kabisa. Hadi I was like sasa shosho akiwa mgonjwa nikimnasi ninamuuliza shosho, mbona ulikuwa unanichukia hadi saa hii kila mtu anakukataa tena mimi nakuja kwako? Akaniambia ubarikiwe mtoto wangu, ubarikiwe hadi uzeeni. Alikuwa ananiambia hivyo. Namwambia shosho, lakini niambie tu kweli, huko unanichukia. Hadi ulikuwa huku nitaka kabisa. Na ulikuwa unapenda wengine wakikuja tu naona wajukuu wako, mimi si mjukuu wako. Even there was a time nilikuwa nataka nilimwongea kijana wake akisikia, but I went back because nilikuwa napenda church. Nikamwambia Mungu anisamee. Nilimwambia anko yangu akisikia. Ukamwambiaje? Akiwa na mnasi. Sasa nikimgoza nikamwambia hebu geuza, hata nimechoka. Ulikuwa unapenda wengine hapa na mimi unanichukia. Sasa mimi ndio nakulea. Hebu geuza, niwaambie watoto wako wanunue gloves. Siwezi kuwa nakuguza bila gloves. So grandmother was like akaboeka. Akanyamaza. Nikaona ni kama ame lose hope. Hiyo usiku atatukulala poa. Nikaona ni kama ameboeka kabisa, kwa nilikuwa nalala na yeye na mfeel kabisa. Hadi nilikuwa naamka. Unajua nilikuwa hadi naamka na mfeel najua mtu ako hai. Sukari ishapanda sasa najua tu huyu sukari ishapanda na naweka dawa gani. Sasa yako sawa, nafanya nini?
na blend fruits hapo, namwekea, nampikia chakula gani. Nilikuwa najua menu yake kila kitu. Sasa hivi wapendwa wako wapi? Wapendwa wako Nairobi. Wapendwa wako Nairobi, na wakikuja wewe ndio utapika ugali ile sufuria kubwa wakule. Watakusaidia kuchange shosho. Hakuna. Harakisha, hiyo kazi ni ya Benta. Na hapo unajua unaharakisha kozi watoto wa jiji wameingia sasa, magari ziko hapo nje, unang'ang'ana kwenda huku na wapanguzia viatu, unafanya nini? Asubuhi ushapika chai, ng'ombe. Mimi hakuna kazi yenye sijui my dear. Kuchuna majani chai najua, kulima najua, unapanguza viatu na wanafanya kazi gani wao? Enyewe I was humbled. Si wamekaa. Alafu sasa unajua mimi nitafanya kwa sababu nataka waniachie kitu kidogo. Ni wageni wa Nairobi. Sijui kama kwenu kuna hii tendency, kwetu iko tukienda mahali kwa harusi ama kwa mazishi ama whatever. Sana sana kwa mazishi unasikia na msikae kwa hizi viti ni za wageni wa Nairobi. Sijui kama kwenu kuna hiyo. Ilikuwa hiyo. Basi walikuwa wageni wa Nairobi. Even there was a time nilikuwa ninachezesha my cousin, sijui what happened to her, akaanza kulia. I was beaten by my uncle. Unafanya nini nisi wangu? Hadi nikajichukia, nikasema sijamfanyia kitu, aka katoto nikasofti, hata sijakafanyia kitu, kamelia tu. Na ni kijana, si eti alikuwa mdogo. Alikuwa around 17 years hapo. Huyo ni mtoto mkubwa. So akalia. I was like, my uncle slapped me. Nikasema but now kwa sahi I'm the best. Wananipenda zaidi, hadi wananitumia kama example kwa watoto wao. Ndio sasa kazini yangu mwingine akakuja akaniambia, uelewi huku. Ukiwa na pesa ndio unaletwanga hivi. Usilete umaskini hapo. Ati wewe ujue hawa watu. Hiyo wakati nikamwambia, mimi hata siweki kwa roho. You know God blessed me. Nikanunua shamba Syokimau. Wow. Nimejenga nyumbani. Amen. Nyumba ina cost 3.5. Amen. Na nilikuwa naambia mzee wangu akinioa, nikamwambia, unajua venye umenioa hivi, mimi am blessed. Na kitu ya kushangaza, mimi hakuna mwanaume mwenye nilishawaenda na yeye isipokuwa tu yeye pekee, na ni amenioa na after nimemaliza hadi college. Because I was afraid. Unaenda kutolea mwanaume nguo na umechomeka aje? Uliolewa ukiwa virgin? At how old? 29. This is news. Msichana kufikisha 29 akiwa in this era. In this day 29. Na venye wasichana siku hizi hata wakiwa unasikia msichana ako 12, ako 15, ako 16. Hata ndio nilikuwa naambia mwingine, ninamwambia, nikiambia mtu mimi siko isimama na mwanaume hata nikiwa college. Nikiwa college, when ukiingia kwa nini yangu uangalie photos zangu, I was very beautiful. Hadi mtu anasema, I had men standing on my way. Wengi. Hadi kuna mwingine alikuwa ananiambia niwe kama bibi wake wa pili, mkubwa kule ni wa Yesu. But mimi nilikuwa na nyamaza, nilikuwa ninachekanga tu soft. Hivyo tu ndio kucheka yangu. Hadi walikuwa like, huyu achekanga, anakanga aje. Sasa kala white ilisha huko. Iko tu. But kidogo kidogo. So huyu mwenye alinioa tu alinielewa. Wow. Mimi nilikuwa tu na nyamaza hivyo tu. Umenifurahisha ukisema uko na mtoto, kwa sababu nilikuwa na hofia ile kusema ati daktari walisema umechomeka kitovu. Hata hiyo walisema ati inachoma handi ndani. So I was very worried usiniambie hauna mtoto. Hiyo story ya mtoto inakuja. Nilikaa kwa marriage, sasa niko 34. Sasa niko 34 years. So nilikaa kwa marriage 3 years na situmi family planning na sikuona mtoto. So I was like, kumbe kweli nilichomeka. So I was like, niende nitafute daktari anieleze ama nini. Nikanyamaza tu, nikatulia. At that time nilikuwa nauza maji Kabana, sijui kama unaelewa Kabana. Naijua. Nilikuwa nauza maji hayo ikijengwa, niliuza maji hapo, niliuzia hao watu wa kujenga hapo maji, ndizi. I was hustling. Mimi nilikuwa najiasolia. Sikuwa naomba mtu pesa. Hakuna mtu mwenye nilililia ati nipe pesa. I was hustling. Nilikuwa najiasolia. So nikakaa kwa ndoa,
hakuna mtoto. So nikaambia mzee tutatafuta pesa niende Osi. Na imagine mzee hajawahi niuliza kama ulichomeka, ulifanyika nini. Hajawahi, anani respect tu, hajawahi. Hajui story yako? Hajawahi nikalisha hivi chini aniulize, hajawahi. Anaonanga tu na hajawahi niuliza. Hajui story yako? Wewe mwenyewe you've not bothered to explain to him? Hakuna. Ngai. Na nilikuwa nasema siku yenye ataniuliza ningekasirika zaidi. Hajawahi niuliza ulichomeka, ulifanyika aje hiyo ukakuwa hivyo kwa mwili ama nini? Hajawahi. Ama hajawahi ona. Anaona na hajawahi. Hata kuna siku aliniguza tu hivi nikadhani ananiuliza. Kozi kwa nyumba mimi nimependa kuvaa shorts sana. So watu wengi wakinionanga kama nimevaa short wanadhani nilizaliwa hivyo. Kozi ijajikunja, umenielewa? Unajua mimi sikuchomeka nikakunjika hivi. Ataona hii story hapa kwa Kanyaka Uhuru TV. Ndio ataona. Hata leo nimemwambia tu kuna interview yenye naenda na hiyo side, nikamuuliza tu kozi anafanya kazi side ya Thika. Akaniambia utaenda tu utaniambia. You have a very good husband, very understanding, very supportive. Kama hajawahi kuuliza hilo swali. Hajawahi niuliza hiyo swali. Atajulia hapa. Hajawahi niuliza. Na kitu ya kushangaza, tulioana madanda wa hizo maneno. Hakuna mwenye asha experience. So we were like, mnakutana kwa nyumba mnaanza kushangaa, utaingia ndani ya blanketi. Utoe nguo kwanza. Hata yeye. We were like hakuwa amelala na msichana mahali. Hakuna, hata ni venye nimefuatilia maisha yake. Unaona? Hakuna. Hata kwao nilifuatilia tu. Hakuna, cause the first thing when we got money, wakati tulipata pesa, I thought he will change. Na mimi nilikuwa mtu mzuri wa kuobserve. Na angechange ningemtandika sana. Gai. Hatupigangi mabwana wewe. Ilikuwa tu hivyo, mimi nilikuwa nimepanga hivyo cause mimi kenye nimepitia sikutaka nichezewe, unaona? Sikuwa nataka nichezewe. Nikaona ungeanza wapi kutandika mwanaume na ukaenda kumshika umtandike akutandike vibaya. Na unajua men are masculine, unajua nilikuwa nasema tu hivyo, unaona? Mimi kivyangu nilikuwa nasema hivyo. Huyu mtu ananipima akili kweli ama ananioa? But kuna hiyo wakati wenye alipata job akaenda outside country akapata tu hiyo kazi. Unajua pesa ilikuwa inaingia kwa akaunti yangu yote hadi venye ilifika 4.k. Sikutoa hata shilingi. Sikutoa hata shilingi. Ilikuwa inaingia kwa akaunti yangu mimi. Na sikutoa hata shilingi. Hadi venye alikuja after 5 years. Alikuwa abroad. Hadi venye alikuja, alipata tu hiyo pesa hapa hadi akashanga. Akaniuliza, hiyo pesa hujafanyia kitu? Nikamwambia mimi nimeshinda nikiasol tu najilipia rent na nakula. Sija nini. Mimi hata nilijua, unajua mimi nilikuwa nimejua akikuja atakuja maybe aende na pesa yake. Na maybe mimi nikajisainia tu maybe sizai. Unaona? Akisiwe ni mzuri. So akiwa huko ngambo na mimi nikiwa NYS, unajua tulikutana kama kila mtu ndiye amemaliza form 4. Akaenda ngambo na mimi nikaenda college. Hiyo pesa tu ilikuwa inaingia na niko college na sikukula hata shilingi. Pesa. Na account ni yako. Na hajakwambia usitumie. Na hajaniambia nisitumie. Lakini haukutumia. Na sikutumia. Si mabibi wote basi wakuwe kama wewe. Na venye alikuja hata sikukuwa nimenunua TV. Sikununua hata TV. Gai. Na nikiambianga watu hawaaminiki hiyo kitu. Are you okay? Unakuwa okay. Sawa? Na nilikuwa normal kabisa vizuri. No, you are not. Na hiyo pesa nilikuwa nikisema kitambo nikipata naweza kula mbaya sana hadi mwanaume anitafute nchi mzima. Na sikutumia. Na sikuiguza. Nikamheshimu. Nilisema tu acha niweke tu heshima yake, hajai nikosea. Hadi venye alienda ngamba ananiongeleshanga, kila masaa ananipigia akiwa free. Unaona? Kila siku
Hakuna siku yenye alikosa kunipigia, alikuanga India. So yeye ni mtu mwenye pia yeye amefanya engineering. Kuna machines za kampuni huku za serikali zilikuwa zinataka kuletwa kutoka huko, so akaenda kuzisimamia ziwekwe zikuje. So mimi si kuchukua hiyo pesa yake, nikatulia tu. Is he a man from your community? Yes, he's a Kisii. Okay. Half caste Luya na Kisii, na mimi mamangu ni Mluya na Kisii. And a very humble background. Ametoka very humble. Very very humble. Hata wakati nilienda huko I had no chair to sit on. Oh dear. Her mother was bare legs. Hakuwa amevaa viatu. I was like, ningekula hii pesa ningelaniwa. Haki. Nilisema tu ningekula pesa ya wenyewe ningelaniwa. And I never. Hata nikipelekwa huko alidhani nitatoroka. Venye alikuja tukaenda ati tunaenda kwao, alisema si huyo atatoroka akifika tu kwa hiyo boba. Nilifika tu tukakaa kwa vibuyu tukasaviwa kenye kilikuwa tukakula. Na ikaendelea tu hivyo. Mungu akabariki na akaendelea kufungua tu njia. Who are you? I'm Benta. Even when I tell there is a guy mwenye alikuja akaniambia, enda mbio, kwa hiyo boma hakuna kitu. Utoke kwa familia yenye mnaacha vitu kwa fridge ukuje hapa. There is a auntie yake aliniambia hivyo. Auntie ya bwana yako? Aliniita tu kando akaniambia hivyo. Unajua kuna venye mtu anaweza kukuangalia anaona huyu, na unaona huyo ndio mtu wao. Ametoka background yenye kwa at least. Lakini pia mimi naona Kenya amepitia kwa life yake ndio nimepitia, ingawa yake ni hiyo umaskini, lakini pia mimi yangu kuna challenges nimepitia huko. Nilikuwa tu hivyo. You are such a good girl. How old is your child? 2 years. Boy, girl? Girl. Wow. And I know you're planning to have many more. As God wishes. Amen. We pray and wish you well. Tunaomba upate wengi. Sasa kuna kitu hujatuelezea vizuri. Mama alienda na akaenda pale ukiwa 8 years. Sasa umekuja kumtafuta na umempata vipi na wapi? Sasa dada niko na sister yangu mkubwa. Hata abodhi. Sasa yeye kama mimi anaona life iko tu sawa. So I was like, nikawauliza, I went and asked my uncle, na kwa kina mama ilikuanga wapi? Kaniambia sisi hatujui anything about your mom. Me, I never went to your mom's home. When your dad died, nani? Huyo ni uncle yangu sasa, huyu mwenye amenilea. Okay. Nikamuuliza daddy, kwani mama, kwanza kitu kingine aliniuliza, una mama? Huyo mama mwenye ako kwa nyumba si mama. Nikanyamaza. Ndio auntie sasa nilikuwa namuita mama. Auntie akaniambia, ambia uncle atakuambia tu alikuwa mgonjwa. Even nimemtake care of huyo auntie hadi akakufa. Sorry. Na yeye alikuwa diabetic. Okay. So akaniambia alikuwa ananiita Mokokoti. Sasa hiyo inamaanisha last born. Alikuwa amezoea kuniita tu hivyo. Okay. Sasa hiyo inamaanisha last born. Akaniambia uambie daddy akuambie kwa kina mama yenu wanajua lakini wanawaficha. Wanajua vizuri. Wanawaficha. So mimi nikanyamaza na nikaona ninauliza huyu daddy ananikazia kabisa. Ananiambia sisi hatukujua kitu yote kuhusu kwa kina mama yenu. Hatukujua. Achana na hiyo maneno. Au huyo ni mtu mwenye angewaua kama anaenda na hezirudi hadi saa hiyo, huyo ni mtu alikuwa na plani kuwaua. Ananiambia tu mimi na nyamaza. So last nilikuwa nimepigia huyo uncle yangu lawyer simu. Nikamwambia daddy, nilikuwa nauliza ulikuwa unajua kitu yote kuhusu mama? Hakuniansa. He never answered me. Akanyamaza. So I was like, nikajiita kama mkutano nikajiuliza ama wanaweza sema tumesomesha hao watoto na wanataka kuturuka. Sawa, wanatafuta mama yao. But mimi chini ya maji nilikuwa nishapata picha. Picha nilienda huko kwa shosho kwa nyumba nikienda ushago. Nikapata tu kwa picha na nikalikuwa kamoja kamebaki kwa hiyo nyumba, nikakabeba. So nikauliza sister yangu mkubwa, akaniambia unajua hiyo ni picha ya mama akiwanga msichana. Nikamwambia wewe, na alikuwa mrembo. Nikaichukua. Although ilikuwa imeingia maji lakini nikaichukua nikapiga part of it picha. Nika post
side za huko Ukapost Western. wapi? Kwa FB tu, groups za Western, Kakamega, Rurambi huko. Na unapost ukisema nini? Ninaposti kama mnaweza ujua huyu mtu, mnaweza ni connect na yeye, ni mama yangu. So nikaposti posti. Au wengine hata hawana shughuli, unaona. Au masisters wangu wengine hawana shughuli. Sistangu mkubwa akaniambia, unajua Waluya kama ashakufa angekuwa nakukujia kwa ndoto, hata tungekuwa tumeitwa, hajakufa bado, ako hai. Lakini sistangu mkubwa kitu yenye nashangaa, anajua uko kabisa. Lakini sijua amefungwa ama amefanywa aje. Haizi tuambia tuende, unaona. Lakini yeye the exact place yenye alikuwa anasema ni hivyo tena, mama alikuwa huko. So mimi nikaamua tu acha ni post, niko na simu, acha tu ni post nione. So hiyo siku nikaenda, mimi naendanga chachi ya Pastor Manyuro. Kama unasikia Pastor Manyuro. Yeah. So I did this, nikachukua pesa nikavunja madhabahu. Hiyo kitu yenye wanasemanga madhabahu. You know what? Hata hiyo kesho yake sikufika. Na pastor alikuwa amesema mtapokea kenye mnataka kwa roho yenu. Mimi nikasema wacha nivunje madhabahu ya ndoa. Kama mamangu hakukaa kwa ndoa, pia mimi wacha nivunje tu nikae kwa ndoa. Umenielewa sasa venye yangu ilikuwa. Nikasema mimi naona acha nivunje yangu tu. Isikuwe venye wanasema sama nafanana mamangu, nikae hivi venye tumeshatafuta pesa na mzaa aniruke. Nikaenda tu chachi nikatoa do. Kutoa pesa nikapata mtu amenitext kijana, mambo poa. Ati nikamuuliza ni nani? Ni Mesh. Kutokea wapi? Kakamega. Kamwambia sawa. Akaniambia kuna picha nilikuwa nimeona umepost. Nikamwambia unamjua huyu? Akaniambia venye umeandika majina uzuri, tulikuwa tunajua majina ya mami yote. Tulikuwa tunasikia anaitwa Lilian Kadogo. So mimi nikamwambia huyu alikuwa anaitwa Lilian Kadogo. Akaniambia ni jirani yangu. Nikamwambia unajua wakora wamekuja hii Kenya wengi, unaweza mwambia unamtumia pesa akose. So mimi nikamwambia unamjua kweli? Eti hata anaishi hapa na kuna watoto wengine. Nikanyamaza tu. Kesho yake ikafika, hiyo ilikuwa usiku, nikanyamaza. Na nyuma yake mzee wangu alikuwa ashaenda Kakamega akaweka posters. Alikuwa ananisaidia. What a good husband. Na unajua nini? Kuna wakati ilikuwa inafika na kuwa na stress, sijui kuna venye wanasemanga damu inavuta. Kuna wakati nilikuwa nafika na kuwa na stress hadi mzee akiniongelesha naweza mjibu mbaya. Na mzee wangu si mtu wa kuinulia mtu mkono. Na nilikuwa na hiyo kitu yenye nasema naweza kutandika. Nafika nasema mimi unajua mimi naweza kutandika, na yeye ananyenyekea tu ananiambia najua. Hata najua ume graduate uko NYS, anaelewa ile trauma na stress ya kutafuta mama. Sasa yeye ananiambia najua unaweza nichapa, hata najua umepitia uko NYS, wewe unaweza nitandika, lakini mimi sina nguvu. Alafu tena sasa nikirudi naomba naanza kucheka. Nasema sasa tulikuwa tunasema nini, namwambia nini sasa tunaweza mtandika. Na akiniacha sai ninanyamaza tu. Na ananiongelesha tu vizuri asubuhi yake. So akaenda huko akaweka post hivyo na akarudi. Akaniambia tutaendelea tu kutafuta. So hiyo siku huyo akamkia asubuhi, hiyo kijana wa FB. Akamkia asubuhi akaniambia although ni mkali lakini tutaenda tumuulize kama ni yeye. Na nikamwambia alikuwa ameolewa Kisii. Akasema huyo mama anasemanga alikuwa ameolewa Kisii na aliacha wasichana 4 huko. Nikamwambia ndio umuuliza. Akaniambia mimi sitaenda, nitatuma mamangu. Sasa huyo akaenda akamuuliza, akaitikia ni mimi. Akachukua simu. Sasa wakanipigia, tumempata mama yako. Sasa yeye anashika simu ananiuliza, ni Benta, ni Mary, ni Eliza ama ni nani? Nikasema ni yeye kweli. Na tunaitwa hivyo wote kwetu. Nikamwambia hapana, ni Benta. Sawa tutaongea. Akakata simu. Si akaacha hao wakaenda. Ndiye akanipigia. Akaniuliza, akaniambia kumbe pia yeye alikuwa anapanga akuje ajue kweli kama tuko wai ajue tu watoto walikufa. So nikampigia simu tukaongea hapo. Akaniambia kenye kilimfanya sasa mnaongea nini? Sasa si mimi namuuliza ulienda mbona na ukatuacha mbona? Akanieleza what was the reason. Akaniambia there is a late uncle of mine. Eti alimchapa teke after my daddy amekufa. Eti akamtandika teke, yeye akachukua huyo uncle akamweka ndani. Sasa kwa sababu kwa familia kuna pesa, wakamtoa ndani akakuja anataka kumuua.
Yeye aliniambia tu hivyo, akampiga teke hadi akakohoa damu. Sasa Lakini kwa nini akaacha watoto? Ama kwa Wakisii lazima unawacha watoto? aliambiwa hivi. Unaona, kwanza alitueleza akatuambia venye dadi alikufa akamaliza mwaka mmoja alienda. Kuenda babu yangu akikufa akasema watoto wasiachwe nje. Tukakujiwa kutokea tulikuwa tushapelekwa Western. Tukakujiwa na hao manko zangu. So yeye sasa venye babu alikufa akatema mate. Ati venye tulikuja na babu alitema mate, akatutemea kila mtu kwa mkono. Akasema tusiende mahali. So sasa yeye venye alitoka akaambiwa, wewe ukienda enda mwenyewe, shika hiyo barabara ya kwenyu. Usichukue mtoto wa huku hata mmoja. Na yeye akaona si hapa kuna pesa. Acha niachana hao watoto wao kwenda hapo nisikuje kuuliwa hapa bure. Okay. Akashika. That is how she left. Umeonana na yeye uso kwa uso? Hata nilikuwa naomba tu Mungu, ningekuwa na mtu kama wewe tungeenda na wewe duko. We took a vehicle from Nairobi. We had a friend mwenye ako na kampuni ya tissue. Akatupea gari zake 2. Tutamtembelea. Zikatupeleka hadi huko. Tukaenda tukapata ni yeye. Ameolewa. Alikuwa ameolewa. Huko kukashindikana kwa sababu unajua inasemekananga kama umezika mzee kwenda kuolewa inakuanga ngumu. Alifika huko kwa sababu alizika baba yetu, ndoa hiyo ikuenda. Ako na vijana wangapi huko? 3. Plus the 4. So ako na watoto 12 wote. Vijana 3, ako na watoto 12. Sijakuelewa. Sasa sisi kwetu tuondoe wewe na your sisters. Wale wako huko ni wangapi? Sijui ni 6 ama ni 8. Boys. Boys there are 3. Kuna wasichana hapo katikati. Although hatujaulizia vizuri, hakutueleza vizuri kwa sababu tulikuwa na wazee wetu hatukutaka mambo mingi, unaelewa. Watoto wake wote ni 12. Sasa yeye anatuambianga ni 12, sasa tuko 12. So yeye akaenda akakuja akanunua shamba yake. Akajenga kwake. Sasa akaishi na watoto wake hapo tu kwake au wake. Ndio alikuwa ametuambia hata akikufa, hata kwa sasa akikufa anazikwa huku kwetu. Na alikuwa amesema alikuwa anapanga na akasema alikuwa sasa before ni hiyo procedure nikimtafuta alikuwa ananiambia alikuwa anakujiwa na babangu kwa ndoto. Anamwambia hebu enda uone watoto. Hii tu mwaka venye imeanza na unajua ya saa hii ni church leader. Hadi ana preach. So ati venye aliingia kwa hiyo kanisa hadi akaenda Bible school. Akakuwa anakujua na so anakujua na hiyo ndoto ya dadi. Ati dadi anamkujia kila wakati. Anamwambia sasa umeachana na maneno ya dunia, enda ukaone watoto. Kila wakati. Kumbe pia akimwambia hivyo na mimi kumbe namtafuta. Na yeye akaniambia kwa Waluya eti ni babangu ndiye aliniguide hadi nikamtafuta mimi. Sasa alinitumika mimi. Na akaniambia unajua venye mmekuja hapa baba yenu amekuja na nyinyi. Mnajua hivyo? Na alituuliza hivyo tukamwambia sisi hatujuangi hizo vitu za Waluya. Sisi ni ati baba yenu ndiye alitangulia hapa ndio mmefika sasa. Tukamwambia aje ati unajua moto yote imezima kwa moto imezima. Sasa ati moto ikazima yote imejizima tu yenyewe kabisa. Walikuwa wanatupikia sasa vyakula. Ikazima mara moja. Ndio akawaambia hao sasa baba yake na mtoto amefika sasa wao washafika Kakamega. Ametangulia kufika ndio yeye ndiye amezima moto. Sasa ameshakaribisha watoto wake watakufika tu vizuri. Oh, that's the meaning. Okay. Sasa yeye akatuambia huko kwao bado hizo vitu ziko. The traditions. Na vile watu wa siku hizi hawaamini na hawafuati the traditions. Huko kwao iko hizo vitu ziko. Okay. Unaona hata ananiambia kuna wakati akiwa hiyo wakati maybe yenye nilikuwa nimechomeka alikaa mgonjwa hadi kidogo akufe. Ati tena akapona. So and I was like venye mimi nilichomeka na yeye akakuwa mgonjwa. So ilikuwa tu hivyo. Kaenda tukapata tu ni yeye. Although hatujambia kina dadi kabisa, we are afraid. Unaona tumepewa shamba kule kwetu. Sasa tuanze kueleza tumepata mama, tumepata nini, kesi tena zianze. So hatutaki kugonganisha bomo, umeelewa? Tumelelewa huku, tumepelekwa mashule nini. So hatutaki ku mess up. But she remains your mother. She remains. She remains, but kuna kitu mtu aliuliza.
Kuna wakati shosho wangu aliniuliza before akufe, mama yako akitoka kutoka huku utakimbia? Mimi I said yes. Sorry, mama yako akitoka huku utakimbia? Mimi I said yes. Au wengine wakakataa. Unajua my shosh told me ni lale jikoni. That was the worst punishment yenye ungekula kwetu. Na unaelewa hiyo maneno ya huko wa Kisii. So I was like, hey, wao wengine wanasema leo mtu atagonga hiyo mlango. Wewe sukatae. And I was like, sitaenda, sitamkimbilia. Then I was allowed kulala kwa hiyo nyumba ingine ya mawe. How was the first meeting with your mother? How was it wakati mlifika, mlikumbatiana, kuna wenye walilia? How was it na mlikuwa na nani? So kuna wenye walilia, but mimi sikulia. I was strong because mimi ndio nilimpata actually. Kuna wenye walilia. So sister yangu mdogo is like, mimi hata sielewi kitu. Because amelelewa chipo. Hakuna shida yenye amepitia. My other sisters wako tu hivyo. Although walilia. Na mama, kitu yenye mamangu aliniambia, dada yenu mkubwa amefungwa. Yeye ndiye angewaleta hata kitambo sana. Amefungwa. So I was like, kwani huku kwetu kuna kakitu? Ama your elder sister sasa? Kozi yeye venye alikuwa ananiandikia, unajua yeye alikuwa ananiandikia WhatsApp. Hadi nikakasirika nikamuuliza, sasa wewe kama msichana mkubwa si wewe ndio unafaa kushughulika hii maneno. Alafu sasa unaniandikia WhatsApp. Anakuandikia ufanye? Na ni mwalimu. Sasa si mimi namuuliza kwa kina mama ilikuwa wapi? Ananiandikia WhatsApp. Area ananiandikia nani za ukweli. Venye tulienda ni hivyo. Hadi shule yenye aliwahi soma huko akiwa kwa shosho. Ni hivyo. Lakini sasa I was like, kwani wewe ni msichana mkubwa wa aina gani? Hata huna shughuli. Yeye ananyamaza tu. So hata venye nilimpigia nikampata ni yeye. Kumbe yeye alichukua simu akatuma 10 bob. Kumbe hata anajua hadi jina. Ya mama. Jina hadi ya nini ya ID. Akaniambia nikituma hiyo 10 bob na nipate na ni mkali. Akasema nikituma hiyo 10 bob na nipate ni ukorofi wako. Nitakutandika, nitakuja hadi hapo penye unakaa hapo pipeline. So I was like, wewe tu matu. Akaniambia unajua nafaa kuleta Lilian Mentor. Sasa nikamwambia kwani alikuwa ameshika ID na jina ya dadi? Akaniambia alikuwa ameshika na jina ya dadi. Na ukweli alituma ikaleta hiyo jina Lilian Mentor. Hakuwa i-change ID. Then she's still married kwa hiyo boma hata kama akona watoto wa mahala kingine. Akona ndio hiyo sasa nilikuwa nasema although my other sisters wanasema wanataka wamrudisha, mimi nikamwambia you will mess up. Unaona? Sisi hatukuzaliwa na vijana. Wao huko amezaa vijana na akona watoto wengine huko. Wewe unadhani wanaweza mkubalia na sasa familia isha settle. Unaelewa? Alafu sasa familia yetu venye mimi naielewa, hawataki watoto wakuje tena waanze kusumbua kwa boma. Umenielewa? So, I think mtakaa tu hivyo, mjue mko na mama yenu mahali. Don't destabilize the peace. Hata mimi niliwaambia hatutaki tulete maneno. Hata they tried to post, tulienda huko, I told them you are messing with me. Sasa mtaulizwa nani alipata mama, mseme ni mimi. Na mimi unajua mimi sasa kwa saa hii mimi ndio naongea nao maanko au wengine walienda kabisa, kila mtu anasema si mimi ninapambana na alia kwangu. Tunaenda nyumbani kusalimia nani? Hakuna mama, hakuna baba, hakuna shosho. So wao wakanyamaza. Mimi ndio nasikianga anko fulani ni mgonjwa na kimbia, anko fulani ni mgonjwa na kimbia. Ukweli. So mimi niliwaambia msinigonganishe. Sasa mjaribu kubalance. Haujafanya kitu mbaya. Hujafanya kitu mbaya. Umefanya actually kitu tu ya kushikanisha your sisters and the mother without any ill motive at all. Mimi niliwaambia nimewashikanisha tu, kila mtu ameshaelewa hiyo maneno, si ndio? Nikasema sasa haina issue. Though the mom niliona ni kama kwa akili yake anataka akuje nyumbani, unaelewa? Arudi huko. Si umwambie haiwezekani. Mimi sitaki kumkataza kozi hao wengine washamsaiki, unaelewa? Hao wengine washamsaiki wako kando yake. So na mimi naelewa. Unaona kama mtu amekufundisha hadi amekuandikia maid, though huku wewe mwenyewe ndio ulijiachichia njiani. Hata I was telling my sister the day alikuwa anagombanisha anko yangu yeye mwenye amemlea. Anamwambia unaweza niambia nini? Nikamwambia don't. Huyo alikuwa na power ya kukuua na kukuacha hai. Where are her manners?
Nikamwambia usijaribu. I think it was depression. So ni depression, amelelewa vizuri. Then akamesa hapo akarudishwa kukushi. Alafu nyumbani kwetu hakuna mtu mwenye amejenga ushago, yani anaishi ushago. Amejenga yes, manyumba ziko za mawe nini, lakini watu wanaishi sio kimau. So hakuna mtu nyumbani. Huko ni makaburi, unaenda upatane nazo. My aunties wenye walikufa, my uncles wenye walikufa, na sisi kwetu kwa boma yetu si Kisii mzima, lakini kwetu babu yangu aligawanyisha shamba ya kuzika watu huko. So hiyo akaona anakaa na makaburi, akakuwa na depression. So my uncle came, venye alikuja akamwambia mpikie. My sister refused. Sasa mimi siwezi kukupikia. Mkaa uko Nairobi, mkuja hapa niwapikie. Akakataa. So my uncle akashika. Sio ulikuwa unawapikia wakati walikuwa wanaishi Nairobi? My uncle akajipikia. Then my uncle kumuuliza venye nimekulea vizuri Mary, hadi nimekuandikia mfanyikazi. Akataka kama anataka hadi kumpiga. She ended up burning her child. Instead of sasa apigane na huyo uncle ya hasira, akachukua moto akachoma mtoto msichana uso. She was almost jailed. Kama siku intervene. My uncle wanted to willingly akitaka. Ilikuwa depression. Hadi venye walikuja kuongeleshwa akaandikiwa mtu, akamuongelesha, akapelekwa counseling, akarudi normal. Alikuwa ameshakuwa na depression kabisa, hata angeua watoto. Sasa yako na watatu. Saizi yako na watoto wangapi? Watatu. Sasa yako na watatu. Alikuja akapata mahali akaolewa. Au wote wenye wamempea watoto, au ni huyo mtoto mkubwa, huyo msako Qatar. So huyu mwingine ni mwalimu wa high school, alikuwa depa. Huyu mwingine ndio hatujui. Though they wanted to jail those people, wakaona hakuna haja. She's the girl is the one who is messing up. Ni kweli. Because when tuliuliza huyu mwenye ako majuu, alisema mimi nilikuwa nadai nikuje nichukue huyu msichana, cause kila mtu alijua ni mimi nilimpea mtoto. Even the boy was jailed. Alichukuliwa hadi akafungwa jela. Hadi wazazi wake wakakuja wakaomba msamaha, wakasema watachukua mtoto. So when they saw another child coming, wakainua mikono juu. Ukweli. Wakasema hapana, maybe mtoto si wetu. So alikuwa amuoe, lakini wakati sister yako amepata mtoto wa pili akaondokea. Alikuwa msupport because the boy anatoka tu lineage moja, ni lineage yetu. Okay. He's like a cousin to me. Shoshake na shoshe yetu ni my cousins. Doesn't your sister know that this is a related person? They told her. She never knew, but they told her. Unajua ya jalelo ushago, amelelewa Nairobi. Mtu wa Nairobi. Na hakuwahi achiliwa akae na maboys, so ndio maana akamesa hapo. Okay, I get you now. Kabla tumalize sasa, umesema umefanya automotive engineering, so you can be a very good mechanic. From NYS nimefanya from NYS. That is perfect. Haya, na nini ingine ungependa kufanya in your life? Mimi ningepata tu msaa ni support niende waskari wowote, wanajeshi, KDF, Kenya Police, Kenya Wildlife. Naweza enda. Though kwa sasa ninafanya business. Kwa sasa niko under business. Mimi napanda nyanya, mahindi. Okay. Nimenunua shamba. Unajua vitu mingi nikieleza watu hawataamini. Nimenunua shamba saidi ya Keroka, nimenunua shamba Mulolongo, nimepanda nyanya. Niko na kaduka hapo Pipeline, ka cereal. Wow. Umejipanga. Mimi I'm humbled. Ulijipanga ukiwa msichana mdogo. Ni venye nilikaa na nikakaa na watu wenye wamekomaa. So mimi hata nikionanga wasichana wadogo wakimesi na shanga. Unajua mimi siwezi hurumia ati msichana amemesi ati sasa ati ni washike kijana. No. Hakuna. Cause mimi nilifanya class 8 nilikuwa 19 years. 19. And you didn't mbona siku mess up na wao vijana na nilikuwa nawaona na walikuwa hadi wanakuja hadi wengine kwa compound wanakuja kunitafuta. So we mess because of our own willingness. Hiyo tu. Ukweli. Ni ukweli tu. Hiyo tu una mess tu hivyo. So unaambia wasichana wajitunze. Wajitunze. The right person atakuja hata kama ana kitu mtatengeneza pamoja. Yes. Unadhani Mungu atakupea
maana from heaven na wewe mwenyewe hiyo maana hautaki kutunza yenye uko na hiyo maana yako uko nayo. Na maana yenye amekupea unangojea ingine. You want to waste what you have. Unajua watu wanasema ati shida ndio inafanya msa ingie kwa hiyo process. Mimi nilipiga shida. Hadi unaomba pesa na kuambia sina. Na unaelewa wewe ni msichana unataka pad. Mimi nilikwambia mimi nilianza kujinunulia pad nikiwa class 3. Standard 3. Where are you getting the money from? Nilikuwa naomba shosho ama saa zingine nilikuwa nauza avocado. Kwetu tuko na avocado mingi sana na loquats. So nilikuwa nauza na nini na napata hiyo do. Na kuna anko yangu huyu mwenye naita daddy. That man is very supportive. Wow. Kama angekuwa anasikiza hii interview, atasikiza utamtumia. Mimi namcongratulate. Alikuwa understand what a lady needs. Mention his name, thank him. He deserves it. He's called Mr. Onyancha Moindi. I thank him a lot. Alikuwa anaelewa kitu yenye msichana ana deserve. Kuna day alikuwa ananitumia alinitumia 2,000. So I was like, akaniambia nunua mafuta poa. Na alikuwa ananiambia, unaongea hivyo mpaka machozi inakutoka. Alikuwa ananiambia unajua hata watu although some cousins of mine walinijudge vibaya. Lakini there was nothing between me and him. He was my dad. Alikuwa ananiambia alikuwa ananipenda. Hata yeye ndiye alinisupport hadi nikaenda NYS. He bought me the first phone 32K. Imagine akauza ng'ombe yake. Ako na ng'ombe hapo Syokimau, hata Syokimau wanamjua wote. Akachukua ng'ombe, bibi yake ni mgonjwa that time. Akachukua ng'ombe akauza. Even alikuwa ananiambia unajua exam yako ya form 4 kifanya. Wote walikataa kukulipia school fee. Nilitoa ng'ombe yangu nikalipa school fee ukafanya mtihani. Na sasa hii ukuje tu ukae huku kwangu nikaenda. Akaniambia si nikikupeleka NYS utafanya course poa. Nikamwambia alinibaia simu mpya that 2K ilikuwa HTC. I was like sijaiguza screen touch. I was like uko na ya 32 hata sio ya 12K 32K na yako na katululu. Akanipeleka town Quickmart. Nilibaiwa sport shoes 2000, sport shoes pia mbili 2000 za kwenda kutrain NYS, track suits 4000 za kwenda wapi kutrain NYS. Na akanipea 5000 kama pocket money. Nikaenda. He's a good man. Nikaenda. Na akaniambia utie bidii. Nikaenda. Hata ufike NYS after 2 days hiyo pesa imeshaisha. Unagonga training hadi unashindwa akili ishaisha. Unaambiwa nunua kifagio, nunua brush, nunua nini? Unashangaa tena majukumu. Tena kupiga simu tena akanitumia 3K. Aya kuna huyo anko yangu mwingine leo wote hakuna mwenye hakushughulika. Wote walishughulika. Kuna mwingine mwenye huyo lawyer alikuwa anatuma kila mwezi 2K hadi watu wakaniuliza tukienda kusomewa mlikuwa mnaitwa parade kama pesa zenyu zimetuma service numbers. So watu walikuwa like huyu anatoka kwa mabombe kwa matajiri masonko. Hakuna siku yenye hajakosa kuitwa huko. Na ukweli hadi nimalize ni wasi kula chakula ya huko. Nilikuwa nakula hoteli. Wewe mtoto wa sonko sikuwahi. Sikuwahi. Alafu nilikuwa naoga maji hot. Nilikuwa na ujanja mingi. Mungu tu. Mtu anakupanga panga tu. Mungu alikuwa ananipanga. Unasikia wengine hiyo asubuhi kukurukakara kwenda huko. Mimi naambia madam, mimi niko na shida nayo nilieleza madam. Unaona hii mguu yangu venye imechomeka, ikishika baridi sana, siwezi move. So nikamueleza, mimi nilikuwa naitwa tu kutokea service number fulani ya kujia maji kwa cube. Naendea maji imechemshwa moto. Wengine wakikazana na CK hapa, mimi nishaoga maji besheni mzima. She understood you. And what in life, mimi sijaikuwa na rafiki by the way. Unaona venye hadi saa hii. Sikuwahi kuwa na rafiki ati best friend. Hadi nikiwa NYS. Sikuwahi. I was afraid of having a best friend. Mkosane, mtandikane na maneno. That's the fear I had. Hata saa hii. Unaona sasa hivi venye naishi, sina rafiki kwa plot eti mwenye anaweza kuja kwangu nikae na yeye tuonge. Nimezaliwa hivyo naturally. Sina.
lakini I have a friend who is a man. Malizia. I can have a friend a man lakini but not a woman. Ninaogopa kutandikwa na maneno. Mimi naogopa kabisa. Nakuelewa. Your last words? Tumalize. We thank God for the far. We thank God for the interview. Mtu akitaka kusaidia ama mtu akitaka atakupata vipi? Okay. Mtu akitaka kunisaidia kwa namba yangu 07 1771 0972. Naweza fanya kazi ya garage. Mimi hakuna kazi yenye na choose. Kazi zote. Lakini kwa kazi ya house help hiyo siwezi kwa sababu I'm married for now. Lovely. All the best na ukifanikiwa upate hiyo ya polisi ama KDF, we wish you all the best. We thank God for that. Asanti. Asanti na tunakupenda sana. Haya, mwiroreri wa Kanyaka Uhoro TV gwicira ni wathikiriria rugano rwa Benta, ni rugano rwina tha, ni rugano rwina mitheko na ni rugano rwina githomo kinene muno. Thie na mbere na gutunyitirira ndugananoge gukorwo ukihihinya tu o button imwe tu ya ku like na gu subscribe nigetha ukorwo gitunyitirira. No ngihota nginya gu share na andu aria angi nigetha makorwo makiona wira mwega uria turutaga. Ni ngatho namba yakwa ya thimu 0723 10 22 25. No ngibatara muhuri mbica mwega ta Martin Njoroge, namba yake niyo yo turandika hau gicicio-ini, ni agukurutira wira muthaka. O nawe wi murimo wira waku ukurutwo uri gukweke live streaming na wirorere ukenete kiria giothe ugukorwo ugibatara. Wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni Kanyaka Uhoro kuma Metumi Ndigi Maguru ndi county-ini ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Kanyaka Uhoro TV, kaihurika oma, tururagia, tugatheria, na gukuihurira nyungu ya ndeto cararuku, tutekũinĩrĩra kana gũthiora. Kanyaka Uhoro TV, furufuru ya ũndũire na mĩtugo, ti cia mĩciĩ amu ĩragwo nĩ ndogo. Bũrũri nĩ witũ ithuothe, cia wendo nacio nĩ ingĩ tũtaunagĩra rũkobe, naguo ũrĩmi tũkarĩrĩria na kinyi amu nĩguo mũnyiginyigi wa bũrũri. No hakinya nĩ ikeno-rĩ, tũkoiga maica no maya, ũru no kwĩyananga.